Haitakuwa mengi. Tumekuja hapa siku ya leo kusindikiza ndugu yetu, rafiki yetu, Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Tumejuana miaka mingi kwa siasa na kwa mambo mengine. Na nataka mimi kutoa ushahidi wa kweli ya kwamba Jirongo alikuwa rafiki wa wote. Jirongo hakuwa Mkenya wa ukabila. Jirongo alisaidia kila mtu. Na Jirongo hakuwa mtu ambaye alikuwa anasahau marafiki wake. Jirongo pia alikuwa simba, sio mtu wa kuogopa. Kama unaweza kupiga picha ya kijana ambaye hata hakuwa amefikisha miaka 30 lakini wanaonana macho kwa macho na mzee Moi, na mzee Moi anaketi na anamsikiliza, mnajua ya kwamba Jirongo hakuwa mtu hivi. He was a man of courage. He was also a brilliant business mind kutoka zamani, na mtu mkarimu ambaye hakuna mtu ambaye alikuwa anawacha nyuma, na akiona shida ilikuwa shida yake pia. Kwa hivyo kama taifa tumepoteza kiongozi. Kama taifa mimi naamini tumepoteza rais, kwa sababu he had the capacity ya kuwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kama taifa tumempoteza kiongozi ambaye alipenda amani na umoja ya wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Mimi mwenyewe Jirongo ndio aliniingiza katika chama cha KANU. Na sitaki kusema alifanya hivyo kwa njia gani, lakini yeye mwenyewe ndio aliniingiza. Na kutoka wakati huo mimi nimetembea vyama vingine tofauti, lakini uhusiano wetu haukuharibika. Kwa vile wale ambao wamesimama hapa siku ya leo wakisema ya kwamba kama kuna mtu ambaye alikuwa custodian na kuheshimu multi-party democracy, that was Cyrus Jirongo. Cyrus alijua maana ya demokrasia, maana ya kuheshimu vyama vya kisiasa, maana ya kufanya kazi na watu wa vyama vingine bila kuvunja vyama vyao. He respected the political space that was created in this country with a lot of struggle, that multi-party space. Na kama sisi pia tunataka kumheshimu, wacha pia to respect space hiyo. Tukisema tuko kwa mvumo wa vyama vingi, na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi, tuheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya, sio kuvunja vyama vya wengine. Tunaelewana? Na ndio tuweze kushirikiana kulingana na sera. Na mimi naungana na wale ambao wanasema kama viongozi wa Western, shikaneni, ketini, muongee, mujadili. Nyinyi ni wa Kenya kama wale wengine. Mkishajadili mtaongea na wengine kutoka sehemu mbali, na mujue barabara ya nchi yetu mwataka iende vipi. But that does not mean you kill the spirit of multi-party democracy.
Hiyo lazima tuizingatie na tuziingatie mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo wale ambao wamebaki kwa chama chake, ninaona Mheshimiwa Khaniri hapa, sisi tutawasaidia in your party. In your party. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati nakwambia jameni wa Kenya naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy. And we want the will of the people to be that shall prevail. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, mnajua mimi ni mstaafu. Lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Si ni namna hiyo? Cyrus aliheshimu wote. Mimi na mheshimu, na heshimu chama chake. Wale wengine wafanye hivyo. Hiyo ndio njia ya kujenga taifa letu, lakini sio siasa duni. Kwa hayo machache na mengi, nasema kwa familia, kiwa pamoja na rafiki yangu hapa Gideon, tunajua pia sisi vile tutasaidiana. We will not forget you. We've been actually talking about it. Na tutajua hata sisi ni wapi ambapo tutaweza kusaidia na kuhakikisha ya kwamba tunasimama pamoja nanyi. Kwa ndugu yangu nasema lala salama, upumzike kazi mingi ambayo umefanya, na sisi na Wakenya kwa jumla hawatakusahau. Mungu na wabariki. Asanteni sana.